Odinga. Taifa la Kenya lina masikitiko makubwa sana kwa ajili ya kumpoteza kiongozi wao wa kisiasa ambaye alikuwa amevaa moyo wa ujasiri, mpenda mapinduzi, mpenda maendeleo. Naam, taifa la Kenya linaomboleza kifo chake Raila Omolo Odinga ambacho kimetokea hapo 15 Oktoba 2025. Miaka kadhaa gerezani, lakini hakuweza kuachilia mbali au kuweza kuitupa nia yake ya dhati ya kuweza kuwa mwanasiasa bora mwenye mafanikio ya kisiasa na mkombozi wa taifa la Kenya. Hivyo basi aliweza kushikilia uzi mpaka mwisho wake wa kuweza kufanikiwa katika jambo hilo. Ni jambo la busara sana kama utakwenda kusubscribe channel yangu ya YouTube at 360 On Air, basi utakuwa umefanya jambo la busara kabisa, na ukifanya hivyo itakujia alama ya kengele, pia utaibonyeza na wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu. Pia usisite kushare taarifa hii, pia usisite kucomment na kulike kama utakuwa umependezwa. Naam, tumfahamu Raila Omolo Odinga. Jina lake halisi ni Raila Omolo Odinga. Amezaliwa Januari 7, 1945 huko Miseno katika nchi ya Kenya iliyokuwa kwenye koloni la Kenya. Naam, baba yake anaitwa Jaramogi Oginga Odinga ambaye alikuwa na nafasi ya kuinuliwa katika siasa za Kenya baada ya uhuru. Kaka yake anaitwa Oburu Odinga. Watoto wake wanne wakiwemo Rosemel na Winnie Odinga. Odinga aliweza kupatiwa elimu akiwa mchanga. Alisoma nchini Ujerumani Mashariki, East German, katika chuo cha Magdeburg. Alipata shahada ya uzamili, masters degree katika uhandisi wa mitambo, mechanical engineering, mwaka 1970. Kabla ya kujishughulisha sana na siasa, Raila alifanya kazi kama mhandisi katika chuo kikuu cha Nairobi kati ya miaka ya 1970 hadi 1974 na baadaye kujiunga na utumishi wa umma. Pia alifanya kazi katika Kenya Bureau of Standards na kufikia nafasi ya Deputy Director, akishughulika na viwango na ubora wa bidhaa. Safari ya siasa na uongozi ya Raila Odinga. Alihusishwa na siasa tangu enzi za utawala wa chama kimoja Kenya, na alikumbana na ukandamizaji wa kisiasa chini ya utawala wa Daniel Arap Moi. Mwaka 1982 alishukiwa kuhusika katika jaribio la mapinduzi dhidi ya serikali ya Moi na kutimuliwa kutoka nchi na kukamatwa bila kesi rasmi. Akatumia miaka kadhaa gerezani au uhamisho. Baada ya kurejea Kenya, Raila alibahatika kuchaguliwa bungeni, Member of Parliament, mnamo 1992. Alikuwa mwanachama wa chama cha Ford K, kisha baadaye akaunda chama cha National Development Party NDP kabla ya kujiunga na Orange Democratic Movement ODM. Alikuwa mgombea wa urais mara nyingi mnamo mwaka 1997 mpaka 2007, mnamo mwaka 1997 hadi 2007 mpaka 2013, pia mpaka 2017 hadi 2022, lakini hakupata ushindi wa mara ya kwanza. Baada ya uchaguzi ulioharibiwa mwaka 2007, Kenya ilipata machafuko makubwa ya ghasia za kikabila na kupelekea serikali ya umoja wa kitaifa kuundwa na Raila Odinga kuwa waziri mkuu kati ya 2008 hadi 2013. Katika serikali ya umoja alihusika katika utekelezaji wa mabadiliko ya katiba ambayo hatimaye yalisababisha rasimu ya katiba mpya ya Kenya mwaka 2010. Raila pia alihudumu kama kiongozi wa upinzani, leader of opposition, baada ya kumaliza dhamana yake ya waziri mkuu. Naam, mnamo tarehe 15 Oktoba 2025, taifa la Kenya lilipokea masikitiko makubwa sana ya kutangazwa kifo cha Raila Omolo Odinga. Alifia India katika hospitali ya Devamatha, Kerala, baada ya kutokea mshtuko wa moyo, cardiac arrest, wakati wa matembezi ya asubuhi.
Taifa la Kenya lilijawa na huzuni kubwa. Rais William Ruto alitangaza siku 7 za maombolezo ya kitaifa, kuahidi maziko ya kiheshima ya serikali. Raila Odinga alikuwa mmoja wa viongozi mashuhuri wa upinzani Afrika Mashariki, aliyechangia sana katika mchakato wa demokrasia na uwajibikaji wa serikali. Naam, huyo ndiye Raila Odinga, mtu jasiri kabisa, shupavu, mpenda maendeleo, mpenda demokrasia, mwajibikaji. Tunasema RIP Raila Odinga, ulale salama, sote njia yetu ni moja. Ulikuwa nami muda wote Moka 360. Asante kwa kusikiliza. Usikose kusubscribe channel yangu ya YouTube @360 on air. Utakuwa umefanya jambo la busara sana, na utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa.